Asante sana Francis Mvanga kwa nafasi hii, na sasa tunakwenda kujuza ni nini kilichojiri kwenye upande wa biashara. Jina langu ni Doto Zakayo. Wafanyabiashara wa soko la Majengo waeleza changamoto zilizowakumba kutokana na ukarabati wa soko hilo. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Vanessa Jackson. Wafanyabiashara wa soko la Majengo waelezea ni changamoto gani ambazo wanakutana nazo kipindi hiki cha ukarabati. Kwa jina naitwa Michael Mwaipopo, ni mfanyabiashara wa soko kuu Majengo. Kwa kweli kuondoka kwa kule ndani kwa soko letu kumetuathiri kiasi kikubwa sana. Kutokana na nini? Wateja wengi tumewapoteza, mpaka kuwarejesha wateja imechukua muda mrefu sana, na mpaka sasa hivi kibiashara, yani kiuchumi drop sana. Kwa majina naitwa Happiness George Maduma, ni mfanyabiashara hapa, muuzaji wa matunda mdogo. Baada ya soko hili tulivyotoka ndani tumehamishwa nje, kwa kweli tumepata changamoto kubwa sana. Kama mimi niko na wateja zangu kule ndani, sasa hivi huku nje siwapati, hawaje. Kwa hiyo nimeanza na wateja wapya. Kwa hiyo katika ule uuzaji wangu wa mara ya kwanza, sasa hivi nimepunguza, yani kiwango kimepungua cha huduma. Yani nina wateja wachache sana kwa sababu ndo wapya. Nikiripoti kutoka hapa soko la Majengo, ni mimi Vanessa Jackson, Domeko TV. Na asante sana Vanessa Jackson kwa taarifa hiyo. Na tukienda taarifa nyingine, mtazamaji wetu ni wafanyabiashara jijini Dodoma wameeleza jinsi wanavyotumia fursa za biashara ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na umaskini. Vanessa Jackson ana taarifa zaidi. Baadhi ya wafanyabiashara wameelezea jinsi fursa za uwekezaji zilivyowanufaisha katika biashara zao. Naitwa Ayubu Ligoa kutoka soko kuu la Majengo. Niko hapa kuelezea fursa mbalimbali ambazo za uwekezaji za mkoa wetu wa Dodoma. Cha kwanza, fursa ya uwekezaji wa wafanyabiashara mbalimbali. Cha kwanza tunachonufaika ni kitu ambacho kwamba tunakwenda kujifunza vitu mbalimbali kutoka mikoa mingine. Mfano, mtu katoka Morogoro, katoka Dar es Salaam, tunapokutana na wafanyabiashara wenzetu wa mikoa mingine, tunakuwa tunajifunza fursa zao, nini wanachofanya katika masoko au nini wanachofanya katika biashara. Tunapata wateja wapya, tunatafuta fursa nyingine mpya ambazo zipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa pamoja ni kizuri. Aidha, wafanyabiashara hao wameeleza kwa kina jinsi walivyonufaika na fursa hizi kwa kukutana na watu mbalimbali kutoka mikoa tofauti ya Tanzania. Tunakwenda kujifunza vitu mbalimbali kutoka mikoa mingine. Mfano, mtu katoka Morogoro, katoka Dar es Salaam, tunapokutana na wafanyabiashara wenzetu wa mikoa mingine, tunakuwa tunajifunza fursa zao, nini wanachofanya katika masoko. Lakini kimsingi kupitia hili tamasha tumeweza kutangaza aina mbalimbali ya sehemu zetu, kwa sababu kuna maelfu kwa makumi ya watu ambao wamekuja hapa. Nikiripoti kutoka Machinga Conference, ni mimi Beatrice Jackson, Domeko TV. Na wafanyabiashara wanaojihusisha na uuzaji wa samaki buchani mkoani Dodoma wameiomba serikali kutoa ufafanuzi juu ya ulipaji wa kodi na kuomba kupunguziwa baadhi ya tozo za kodi. Taarifa zaidi na Mary Geoffrey. Baadhi ya wafanyabiashara wa samaki buchani mkoani Dodoma wamesema kumekuwa na ongezeko la tozo za kodi, hali ambayo inawafanya biashara zao kuwa ngumu. Wakizungumza na Domeko TV, wafanyabiashara hao wameeleza ni kwa namna gani wamelipokea suala hilo la kuongezeka kwa tozo ya kodi na kuomba kufafanua vizuri suala la kodi hizo. Taarifa zimenifikia jana, nilitembelewa hapa na ugeni kutoka wizarani, Wizara ya Uvuvi na Mifugo. Alizungumzia kwamba kuna mambo ya kuapprove kufanya uhakiki wa mabucha ambayo itakuwa kwa mwaka na gharimu 1,500,000. Sasa hatukuongea vizuri, ila wamenipa introduction kama hiyo. Wamesema na tufanye juu chini sababu muda si mrefu utakuwa zoezi la ukaguzi. Sasa kwa upande wangu ni maoni tu. Sijaelewa kwa kina ni kipi au ni vipi, kwa sababu sijaelewa hata hiyo kodi mpya inahusu nini, sababu inakuwa mrundikano wa kodi nyingi tunalipa kama sisi wafanyabiashara wa samaki. Tuna leseni ya jiji, kuna leseni ya biashara, tuna leseni ya uvuvi, tuna kodi nyingi, yani ukiachana kufanya biashara kama biashara ya samaki. Kuhusu kodi kuongezeka hapo kwa wafanyabiashara kiasi fulani itatuletea changamoto. Kwa sababu gani? Kwa sababu biashara ya samaki inakuwa na changamoto kiasi fulani, kwa sababu kuanzia kwenye usafirishaji wanakotoka kuna kodi, usafirishaji barabara changamoto, leseni, kila kitu TRA. Though inaweza nikawa ni mpango mzuri kwa serikali yetu kwa maendeleo ya taifa in general, but kwa mfanyabiashara obviously itakuwa na changamoto kiasi fulani. Kwa sababu gani? Utakuwa unafanya kazi without any profit, utakuwa unawekeza kiasi ambacho kinaenda kwenye kodi chote.
unachukua samaki unauza, yani bei unayouza, faida unayopata inaishia kwenye kodi. Kodi ni nyingi sasa hivi kila sehemu. Anza TRA, usafirishaji barabarani, bado Wizara ya Uvuvi yenyewe inahusika pia, permit inahitajika, kwa gharama zitakuwa ni nyingi of course. Sasa kutokana na hilo, whether iwe na balance, hata mfanyabiashara awe na anapata faida even though kidogo sana, hata 5% ya investment yake inakuwa na faida kidogo. Naye mwenyekiti wa wauzaji wa samaki Bwana Osman amesema kuna tozo nyingi ambazo wanalipishwa wafanyabiashara hao, hivyo ameiomba serikali kupunguziwa baadhi ya tozo hizo. Pia watu wengi pamoja na sisi kama umoja hatujaipokea vizuri, kwa sababu tuna kodi za aina hiyo zinazofanana. Tukizungumzia leseni ya biashara ambayo inatolewa na halmashauri, tayari inajibu hiyo registration, kwa sababu tayari kabla hujafungua biashara halmashauri ya eneo husika inakupa leseni. Sasa ukituletea tena hii certificate of approval, mbona ni kitu kile kile? Kwa hivyo tunaomba serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ipitie upya masuala. Na hayo ndio maoni ya wafanyabiashara, ambapo wameeleza ni kwa namna gani ongezeko la kodi linaathiri biashara zao. Nikiripoti kutoka katika eneo hili, mimi ni Mary Geoffrey wa Domeko TV. Asante sana Mary Geoffrey kwa taarifa hiyo. Na habari ya Mary inatutamatishia habari za kibiashara. Nirejee kwake Francis Mvanga kwa kutujuza habari nyingine zaidi. Jina langu ni Doto Zakayo. Asante sana Doto Zakayo. Nami niseme tu mtazamaji wa Domeko TV, tupate mapumziko mafupi na tukirejea ni wasaa wa kukujuza yale yaliyojiri kwenye nyanda za soka na burudani.